Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala Mustafa wa ba'd. Tuanze kumshukuru Maulana, Mola wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Leo tutakufundisha dawa muhimu sana, dawa ambayo ni suluhisho kwa maradhi yako ya miguu na viungo pia vile vile. Dawa hii sio nyingine, ni dawa inayoitwa Subiani. Hii ni dawa inayoitwa Subiani kwa sababu pia vile vile ndani ya dawa hii ipo dawa inayopambana na hawa mashaitani wa Subiani. Kwa jina maarufu inaitwa Kipasi. Kipasi ni dawa ambayo ni maarufu kwa kila mtu, na matumizi jinsi watu wanavyoitumia, mpaka kuna watu wanaleta malalamiko mingi sana. Wanasema kwamba bana, nikitumia Kipasi kwenye maumivu naona bado hajaleta nafuu, bali maumivu yanapungua tu, yanatulia au yanapoa, lakini naona bado hali ile inaendelea ya maumivu makali. Sasa leo nakutaka nikuelekeze ni namna gani utatumia Kipasi ili ifikie malengo ya matibabu unayotaka katika maumivu ya miguu yako au katika maradhi yako. Kwanza, Kipasi, dawa hii ni special kwa ajili ya watu wenye maumivu ya miguu. Watu wenye maumivu ya miguu, au dawa hii inatibu maradhi yafuatayo. Kwanza, Kipasi ndiyo dawa bora ya kutumia kwa ajili ya maumivu pamoja na mengine mengi. Kwanza, ikiwemo watu ambao miguu yao inauma sana, pia vile vile viungo vya mwili mzima kama vile kuuma, pia vile vile kiharusi. Kama mtu anaumwa kiharusi kwa maana ya stroke iliyosababishwa na mashaitani wa kijini, basi dawa hii ya Kipasi ni dawa muhimu na ni dawa bora na ni suluhisho kwa mtu aliyeumwa maradhi haya. Ukiumwa stroke ya kurogwa, mara nyingi stroke ya kurogwa inakuja kwa upande wa mkono wa kushoto. Watu wengi sana wanaumwa maradhi haya ya kutupiwa. Huyu ni jini, ni jini ambaye huyu jini anaitwa jini Subiani. Huyu jini Subiani ndio tabia zake, yeye kazi yake kubwa ni kuingia watu na kuwasababishia uzito upande wa mkono wa kulia, upande wa mkono wa kushoto na mguu wa kushoto. Mara nyingi wanakuwa na usumbufu wa aina hiyo. Ndugu mtazamaji, tunakufundisha ili ujitibu mwenyewe, uache kuibiwa pesa, uache kuibiwa hela. Ili ikusaidie dawa hii, fanya yafuatavyo. Chukua dawa hii ambayo inaitwa Kipasi. Chukua kidogo mkononi kabla hujachua, nielewe vizuri. Kabla hujachua dawa hii, hakikisha una maji yako hapo kidogo ya moto. Unajikanda kabla yote ili kuyeyusha ile damu. Huwezi kujikanda aliyakuwa bado damu yako imeganda mwilini. Mara nyingi dawa inafanya kazi pale ambapo damu chafu inaondoka, inakuja damu safi. Inapokuja damu safi, pia mirija ya mwili wako pamoja na ile sehemu inayoota vinyolea vya mwili wako vinakuwa wazi. Ukitumia dawa hii, inaingia moja kwa moja hadi kwenye mifupa au sehemu husika ambapo pale panapokusumbua kutokana na maradhi ambayo iliyokusababisha wewe utumie dawa hii ya Kipasi. Kwa watu wenye stroke, dawa hii tumia kama maelekezo niliyokupa. Kanda mkono wako vizuri. Ukishakanda mkono wako vizuri kwa kutumia maji ya moto, basi ukishamaliza dakika 2 uchue dawa hii kwa kutumia nguvu, sio kuchua kama unapaka. Watu wengi kuchua, wao wanapaka, wanachukua pamba, wanaanza kupitisha kama vile wanapitisha wanasugua sufuria au wanapaka rangi. La, bali unatakiwa unapochua, tumia mkono wako, tumia nguvu kwa kukandamiza na kusugua ile sehemu ambayo wewe inayokusumbua kwa maumivu. Kwa kutumia dawa hii, sugua kama ndani ya dakika 5 au dakika 3, at least dakika 4 itakuwa ni haula zaidi, ili dawa hii ipate kuingia katika mwili wako. Ukimaliza hapo, basi utasikia mkono jinsi unavyokwenda unapoa kutokana na maumivu yale ambayo yanakusumbua muda mrefu. Kama mwili wako una vitu vibaya, umevamiwa na vitu vibaya ndani ya mwili wako ambavyo ndani yake kuna mashaitani wa kijini, basi hakikisha dawa hii unaitumia kwa maelekezo tuliyokupa. Hakika bila shaka Mwenyezi Mungu atakujalia utapona. Asanteni sana.